Naitwa Mkamiti Kibayasi. Mambo yako hapo ulipo? Ninakukaribisha basi kuangalia Zulia Jekundu la VOA Swahili. Tuanze basi na Top Stories. Maprince wawili tofauti wamekumbwa na kadhia. Ni kina nani hao? Unafahamu fedha ngapi wanawake wanatumia ili wafanane na Ivanka Trump? Picha binafsi za macelebrity za vuja kulikoni? Selena Gomez amefuta IG, wakati Chris Brown akimfuata tena Rihanna kwenye IG. Apple na Starbucks watafuta njia za kujikuza zaidi kimasoko katika Bring in Spring 2017. Vilevile basi wiki hii tunahudhuria tamasha la filamu Silver Spring. Jina Prince limevuma sana mitandaoni wiki hii. Nianze kumzungumzia Prince Williams. Imeripotiwa na mtandao wa New Corp Australia kwamba watalii wawili walitengeneza filamu ya baba wa watoto wawili akijishaua na kucheza dansi na mwanamitindo wa Australia Sophie Taylor huko Verbier, Switzerland. Hakika picha hiyo ni onyo linaloelezea kadhia kwa ufalme. Jina jingine la Prince lililovuma ni la marehemu Prince Rogers Nelson, ambaye alikuwa mwimbaji Marekani, mcheza muziki, mwigizaji, pamoja na masuala mengi yanayohusiana na muziki. Katika waraka binafsi unaoenzi maisha ya mtu uliopewa jina The Most Beautiful My Life with Prince, ulioelezewa na mtalaka wake Prince Maite Garcia, inaripotiwa na mtandao wa Mira kwamba bidie akiwa na miaka 16 ndipo alikutana na marehemu Prince. Haya basi, jarida la urembo na staili kwa wanawake la Cosmopolitan limetoa nakala kuhusu namna watu wanavyotumia maelfu ya dola kwenye upasuaji wa kukarabati miili yao ili wafanane kama Ivanka Trump. Pia katika nakala hiyo iliripotiwa kwamba madaktari wawili, Franklin Rose na Rob Rorich, walieleza kwamba Ivanka alikuwa na maungo yaliyochongeka vyema, ikiwemo pua ndefu na ngozi yake nyororo mno. Ni mambo ambayo wateja wao wanapenda kuwa hivyo. Wiki iliyopita tuliripoti juu ya Snoop Dogg kumtolea bunduki mtu aliyekuwa akiigiza kama rais wa Marekani Donald Trump katika video ya muziki Lavender kutoka kundi la Bad Not Good. Basi Snoop Dogg amerudi tena kwenye gumzo, lakini wakati huu akiwa na mpwa wake Bow Wow, akijibu tweet za Rais Donald Trump kwa njia ya video. Kwenye tweet hizo basi aliandika namna hii huyo mpwa. Tweet hiyo imevuma kila kona na kupelekea kituo cha TV cha Fox News kuwajibu marapa hao kwamba ni mashambulizi ya kitoto dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump. Mmoja wa watangazaji alisema kitengo cha usalama wa rais kinatakiwa kuwaua Snoop Dogg na mpwa wake. Tuendelee kuangalia wiki ijayo namna wanamuziki hawa watakavyosisimua vyombo vya habari hapa Marekani. Picha binafsi za utupu za macelebrity Emma Watson na Amanda Seyfried zimevuja mitandaoni, ikiwa ni pamoja na ile picha ya Amanda na mpenzi wake wa zamani. Kwa mujibu wa Atlanta Journal-Constitution, mawakili wanaowawakilisha watu hao wawili macelebrity wanatishia kuchukua hatua kali za kisheria. Kwenye toleo la jarida la Vogue la mwezi ujao, Selena Gomez anazungumzia kuchoshwa na Instagram, afya njema ya kiakili na kujiondoa katika macho ya umma. Anasema kuwa hivi karibuni hajatuma chochote kile kwenye Instagram. Anasema kuwa app hiyo haipo tena kwenye simu yake na hata hakumbuki vyema namba za siri za kuifungua akaunti hiyo, ambayo sasa hivi iko mikononi mwa msaidizi wake. Wakati mwingine anaashiria kuondoka kwenye mitandao ya kijamii kabisa. Katika mahojiano basi, Selena ameepuka kuzungumzia uhusiano wake mpya na The Weeknd kwa hofu kuwa kila alipozungumzia kuhusu mahusiano mapenzi mapya alionayo, maswala hayo humfuata baadaye. Hivyo kosa hilo hatorudia tena. Gomez na mpenzi wake The Weeknd wameendelea
kuweka mapenzi yao kisiri, ingawa hivi majuzi kati wapenzi hao walionekana wakitembea pamoja kwenye bustani ya maji ya Ripley's ya Canada. Lakini wapenzi waliotengana Chris Brown na Rihanna hawajali kuonekana wazi wazi hadharani. Wakati wa sherehe ya kuzaliwa ya Rihanna au Riri mwezi uliopita, Brown alimfuata rafiki yake wa karibu Melissa Ford. Wiki iliyopita Brown alianza kumfuata Rihanna kwenye Instagram. Kwenye ujumbe wa Twitter, Brown amesema kuwa albamu ya Privacy itazinduliwa wiki ijayo. Mwaka uliopita, kampuni inayoorodhesha makampuni bora zaidi iliorodhesha Apple na Starbucks kuwa makampuni mawili bora zaidi ulimwenguni. Wakati msimu wa joto ukianza, makampuni yote mawili yamebuni mbinu mpya za kujitangaza kimasoko. Kulingana na gazeti la Uingereza la The Telegraph, kampuni ya Apple inakisiwa kutoa bidhaa mpya wakati wowote. Bidhaa hizo mpya ni kama iPad Pro, simu kubwa aina ya iPhone SE pamoja na iPhone 7 mpya nyekundu zitazinduliwa mapema mwezi April. Kampuni kubwa ya maduka ya kahawa ya Starbucks inakaribisha msimu wa joto mwaka huu 2017 kwa vikombe vipya kabisa vya kahawa na vilivyo na rangi tofauti tofauti pamoja na michoro mingine tofauti. Mke wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, Michelle Obama, alikaribisha siku ya kwanza ya majira ya machepuko, yani spring, kwa kutembea na mbwa wake. Michelle ametuma picha ikiambatana na maandishi yanayosomeka #FirstDayOfSpring. Wiki hii ambayo inamalizika, albamu ya muziki wa rap ya mwaka iliyokuwa inatarajiwa kwa hamu ya Drake, More Life, imekamilika. Albamu hiyo yenye nyimbo 22 ina wasanii kama vile Giggs, Black Coffee, Quavo, Travis Scott, 2 Chainz, Kanye West, Young Thug na Jennifer Lopez. Kwenye albamu hii, Drake anaonekana kuondokea mtindo wake wa kawaida. Kwenye ukurasa wake wa Instagram, Drake amesema kuwa ataonyesha orodha ya nyimbo zilizoko wakati wa kipindi cha 39 kwenye redio ya OVO Sound. Burudika na fasheni za karibuni katika majira ya spring zilizowasilishwa na InStyle, Vogue na Cosmopolitan. Huku mechi za mashindano ya basketball ya vyuo vikuu zikiwa zinaendelea kushika kasi msimu huu unaojulikana kama March Madness, timu inayoshika namba ya kwanza nchini, Tar Heels ya North Carolina, inasafiri kwa staili kabisa. Timu hiyo walionekana wakiwa wamemechisha kofia aina ya Federal zilizobuniwa na mchezaji mwenzao Shia Rush. Katika mahojiano ya hivi karibuni, Rush aliliambia gazeti la USA Today kwamba kutengeneza kofia imekuwa moja ya mambo anayopenda kufanya tangu alipokuwa sekondari. Mwanzoni anasema alihamasishwa na staili za wachezaji Russell Westbrook na Cam Newton. Baada ya pambano lake dhidi ya Mick Conlan, Conor McGregor anadai kuwa yuko ndani ya ndondi kiuhakika. Kulingana na gazeti la Wall Street Journal, McGregor anasema hakuna mtu katika mchezo wa ndondi anayejua kinachokuja. Niamini, nitakapoingia ulingoni nitaushangaza ulimwengu mzima. Macelebrity wafuatao wanaadhimisha siku zao za kuzaliwa kwa mwezi huu. Basi tujumuike kusherehekea nao. Spike Lee. Shelton Jackson Spike Lee ni mwandishi, mwelekezi na mcheza filamu kutoka hapa Marekani. Kampuni yake ya 40 Acres and a Mule Filmworks imetoa filamu zaidi ya 35 tangu mwaka 1983. Ronaldinho, ambaye pia anajulikana kama Ronaldinho Guacho, ni mchezaji soka wa kulipwa kutoka Brazil ambaye kwa sasa anachezea klabu cha FC Barcelona alichotia saini Septemba mwaka uliopita. Reese Witherspoon ni mzalishaji na mchezaji filamu kutoka Marekani. Alizaliwa mjini Baton Rouge, Louisiana na kulelewa Tennessee, akianza kuigiza wakati akiwa mtoto mdogo. Peyton Williams Manning alikuwa mchezaji wa mpira maarufu wa American Football, akicheza nafasi ya quarterback kwenye ligi ya kitaifa akiwa kwenye timu ya Colts kutoka Indianapolis. Aretha Franklin ni mwanamuziki kutoka hapa Marekani. Alianza kuimba nyimbo za kidini katika kanisa la baba yake
kasisi C.L. Franklin akiwa mtoto. Hashtag yetu wiki hii ni #SaveTheNEA na #Justice for Big Bird, kutokana na mtazamo mkubwa kutoka kote kwa macelebrity na wakosoaji wanaopinga pendekezo la kukata bajeti lililowasilishwa na Rais Donald Trump. Zifuatazo ni baadhi ya ujumbe ulioonekana kwenye mitandao ya kijamii. Actually, I had heard about this movie and I actually saw it one time before in Toronto, and I really enjoyed it there. I thought it was really complex and moving. It's good. I mean, it gives us an opportunity to see what's being produced in the homeland. Gotcha. Toma, what if my time here is almost over? Why would you say that? King said that's what this means. Hey! What's your problem? Huh? Hey, I'm asking you a question. What's your problem? You just had to drag her into this. Ever since you came here, that whiteness has been spreading faster and faster. I mean, what do you stand to gain by all this? Toma, just leave King alone. Huh? Hey, I'm asking you a question. What do you stand to gain by all this? No, hey, I'm asking you a question. Toma, leave King alone. So now you want to defend him? Hey, I'm talking to you. You want to defend Just him? leave him alone. You think I don't know what you did? Did he tell you how he died? Yes, he was killed in an attack. Oh, so you tell her the story, but you only tell her half the story. He was killed in a revenge attack because he stood by and watched as his parishioners were surrounded, killed and burnt. The one place they called home, the one place where they could be safe, he locked them out. That's the reason they died. So I was excited to see it again because it stuck with me. You know, I went and I saw a lot of films, and this was one that I definitely really enjoyed. Yeah, it just looked like an interesting story, and I really just look for the story for most movies. You know, I read about the summary and I see if it's something that would interest me, and this definitely did. It really tackled a lot of interesting issues on mortality and religion and just humanity in general, and I thought that it was really beautiful and moving and puzzling, which I like. It's hard to get exposure to these movies, so it's good that it's here. It's close to us. The quality is really good. It's been awesome. So I played the blues as I look to the sky. For some reason they hope that tomorrow. Ninakushukuru wewe mtazamaji kwa kuangalia Zulia Jekundu la VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa wewe uliyepo hapa Marekani, ninakutakia wakati mzuri wa majira ya spring. Kwingineko duniani, ninawatakia weekend tulivu.